mwanamke anakuwa namna gani? Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa huyu akishauriwa huku na huyu akishauriwa, kila mtu mkiingia pale, kila mtu anakuja fanya praktiki yenyewe, alifanya mazoezi kule. Lakini leo hakuna praktiki. Leo hakuna teori. Unajua leo ni nini? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie kabisa. Ndio shida. Na kama ndoa ziko kwenye matatizo, kanisa nalo liko na matatizo. Kanisa haliwezi kuwa na usalama wakati ndoa hazina usalama. Maadili ya ndoa ndio yanatengeneza kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mabinti walikuwa wanaangaliwa, vijana wanaume wanaangaliwa. Lakini wakae kwenye mifuko, kwenye taa, wakauke kwanza. Hawezi sema leo naolewa. Na ulijifunza mtandaoni. Ulijulia wanaume mtandaoni. Kweli. Bwana Yesu atuhurumie sana. Na ndivyo ilivyo huduma zetu. Huduma zetu, sitaki niende mbali sana, nipoteze muda sana. Ndivyo ilivyo huduma zetu. Ili zifikie mafanikio. Kama jiwe la Daudi lililofanikiwa, lilikuwa jiwe ndogo, lakini likafanikisha kuua mtu mkubwa sana, ni kwa sababu lilikuwa jiwe ambalo lilikuwa linakauka. Na kitu kikiwa kimekauka, kinatumwa na precision. Kukichwa ni kukichwa. Hatuwezi teleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaona leo watumishi hawatulie kwenye nyumba ya maombi, leo analiko mwingine. Kesho kwa mama fulani tu uko moto. Kwa mama Debora. Hata kwa mama Debora, kwa mama Nashi. Kwa mama nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Anatafuta nini? Anatafuta kunyata, tafuta moto. Moto gani? Aote ili akauke. Amina kubwa kijana. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Abarikiwe Bwana Yesu. Wanafunzi wangu, nataka nichekeshe sasa. Ndugu zangu, watu wa Mungu, tumeitwa na Mungu. Nimeshauri hawa kwamba nyinyi tunaamini kwamba Mungu umeitwa. Na ninashukuru sana kwa sababu neno ambalo tulikuwa tunaongea usiku kabla ya hao kutoka, kuna sauti imesema mimi ndani. Kuna majukumu mengi makubwa yenye Mungu anatia mbele yenu. Kitu kenye mjui, Mungu ana nafasi bado ya kuuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Usifanye Jacob yako. Msianze kufanya yenu. Na ndio shida. Tulia. Utulie. Dale hema. Tulia. Akina mama wa kanisa, dale hema wa kanisa gani? Seneka. Ndani ya Seneka muna akina mama. Kile kenye unaona hawezi piga maswali kwa baba. Waulize. Mimi nimesikia Mungu ameongea moja mbili tatu. Tuzabu, hivi ninachoongea hapa sio kama nikigei. Vinafanyika hapa kabisa. Mtu anasema kwamba Mungu anasema kwamba mimi na huyu mama twende mlimani. Huyu mama ni mke wa mtu fulani. Mimi ni mume wa mke fulani. Mama ni mke wa mtu fulani. Sasa tunaenda kule, mambo mengine hayatakuwa sawa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Swala leo la mwanamke anapaka mwanaume mafuta limefanya nini? Limehalalishwa hapa kabisa. Unataka tatizo ni hapa kwenye tunasema watu wanaanza huduma hawajakauka. Neema. Sauti yote ikaje kusema kwamba mpate mshamari mafuta. Uliza hiyo sauti vizuri. Tuko pamoja? Tuko
pamoja? Ndio kabisa. Uliza hiyo sauti vizuri, kwa sababu roho mbaya kutoka kwa nani? Roho mbaya naye kutoka kwa nani? Aha, anasema tuko pamoja. Roho mbaya naye anasemana na watu wa Mungu. Na huyo roho mbaya naye anatoka kwa nani? Uliza hiyo roho vizuri. Sasa kutakuwa madhara. Wewe bado biki. Wewe kama mimi mtu mzima mafuta. Utasalimika wewe. Bwana Yesu akusaidie sana. Utasalimika baada ya kunipaka mafuta? Haiwezekani. Labda na mimi sijui kama utakuwa kama Yesu naye alimpiga Bwana Yesu akusaidie sana. Lakini kama watu wa Mungu mnashauriwa, sikiliza sauti na ile sauti inakuchanganya. Uliza watu huko nao karibu. Nimepata mafunuo fulani. Haya mafunuo tunaweza kukufanya nini? Hili ninaulizaka hivi, zile ndoto zenyewe Farao aliotaka leo tunaweza pelekea manabii wa hapa ya wanaona tafsiri vizuri. Farao anaota hivi, sikiliza. Farao anaota kwamba nimeota ndoto ng'ombe 7 zingine zinagonda, zilileta ng'ombe 7 zingine zinalelepa. Wewe ungesema nini? Ungesema nini? Kwamba ngao wale wachanga ng'ombe. Sio mtabiri wewe. Farao anaota kwamba anaona ng'ombe 7 zenye kugonda. Zile ng'ombe 7 zenye kugonda zikameza ng'ombe 7 zenye kulelepa. Waletee manabii wa hapa Nyarugusu leo. Ndio hapa Nyarugusu kuna manabii wa Mungu. Lakini kuna wale wanaojiita manabii na wao sio manabii. Sasa waletee ndoto kama hiyo. Watatafsiri nini? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa jamani, Mungu huwa anaongea. Na kama Mungu anaongea kwa muda ambao bado mko, kaeni, nyenyekeeni chini ya akina mama wa kanisa, nyenyekeeni chini ya watumishi ndani ya kanisa, wawaelekeze, wawaambie sauti ya Mungu, ukisikia hivi inamaanisha hivi. Acha Mungu akubariki kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamisha kichwa niombe. Baba wa mbinguni, nakuasante na kubariki. Kwa nafasi nzuri kama hii, wewe hapo umetupatia neno hili. Kwa akili zetu, kwa ujuzi wetu tutaweza. Tunahitaji tena msaada wetu. Angalia dada yetu Neema. Angalia mtumishi wako Samuel. Umewachagua Bwana. Miezi yote walikuwa wako chini. Najua leo umefungua ukurasa mpya wa kuanza tena huduma pamoja na wewe. Msaada wako bado wanahitaji. Wanahitaji msaada wako Bwana. Kwa kile ambacho kitakuwa kigumu, kiende kuwasaidia kupitia watumishi wako ambao utaweka mbele zao. Na mimi na sisi ambao tuko mahali hapa Yesu. Inawezekana tuko mawe, lakini ndani ya maisha yetu bado tuna unyevu. Bado tunateresa. Tunaomba tukaushwe na damu yako mfano. Tusaidie Roho Mtakatifu. Kwa maana bila wewe hatuwezi lolote. Asante kwa sababu utaenda kusaidia kanisa. Kwa utukufu wa jina la Yesu ninaomba kushukuru. Amen. Mungu wa mbinguni na kubariki.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nimesimama hapa kama mwenyekiti wa Fondation Huruma. Pia nafikiri ninaona wengine ambao wanasimama ambao tunashirikiana pamoja. Nina viongozi wengine ambao tumeshirikiana nao tuko pamoja. Ila pia msemaji wetu yupo ambaye atatuongoza kwa hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda niende kwanza mwenyekiti makamu. Uhuru wa Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asante. Labda tu niseme kwa majina, naitwa Kiza Francois Mzaliwa. Mimi ndio mwenyekiti makamu wa grupu la Fondation Huruma. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaitwa Fondation Huruma. Tunapatikana hapa kambini. Kwa mwenyekiti ndo kuna ofisi yetu ya Fondation Huruma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenyekiti unakaa wapi? Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naishi tu kwenye kijiji hichi. Yeah. Bene tu hapa karibu. Karibuni sana. Amen. Naishi Bene 5-2. Ndio nyumbani, karibuni. Ya sababu ya mimi kumpa mic ni kwa ajili ya watu wanaweza wakasumbuka kwa ajili ya mwaliko. Bwana Yesu asifiwe. Kama una mwaliko wako fika kwa mama, utakuwa umetufikia. Bwana Yesu asifiwe. Ya sambamba na hayo, sisi Fondation Huruma tuna shughuli tunazozifanya hapa kambini. Tunasaidia wajane, wayatima, wasiojiweza, walemavu, watoto, makanisa na vyumba vya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini pia makao makuu ya Fondation Huruma ipo Kanada. Kanada kuna mtumishi anaitwa Joshua Mtombe. Lakini pia wanashirikiana na mke wake ambaye anaitwa Biju Mtombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ya Fondation Huruma inafanya kazi ndani ya kambi lakini pia na nje ya kambi. Na ukiangalia kwenye t-shirt zetu kuna watu wawili hapa, mmoja ni mlemavu, mwingine ni msiojiweza. Huyu ambaye yuko katikati anafananishwa na mwinjilisti Joshua Mtombe ambaye anayesaidia hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukisoma kwa chini hapa kunaandikwa ushirika sio matengano. Maana yake ni kwamba sisi tungekuwa na matengano na nyinyi labda hatungefika hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu tuna ushirika na vyumba vya maombi pamoja na makanisa, ndio maana mkitualika tunafika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanao mbangi wewe. Ya tuna wimbo ambao tunaupenda au mtumishi anaupenda ambao unaitwa ushirika sio matengano. Ni kwa sababu wanataka ashirikiane na watu ambao wako kambini. Niombe tu kwa msimamizi ndani ya dakika 10 tuimbe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia
ningeomba kiongozi afike kwa ajili ya mchango wa Fondation Huruma. Kiongozi wa chumba afike kwa ajili ya mchango wa Fondation Huruma. Kabla hajapewa, kuna vyumba ambavyo tunawapa ma-t-shirt kwa ajili ya watawa. Hizo t-shirt asifiki kuwalengwa. Tushapata ripoti takriban ya chumba kimoja, 2 au 3. Na maana mtu anapewa kitu kwa ajili ya watawa, huyo mtu tena vile vitu anapatia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana Yesu atuhurumie. Sababu ya zile t-shirt, mtumishi anatoaga zile t-shirt kwa sababu ikiwa kwamba leo tunatoa watawa hapa, kesho tunaenda kwa mama nalo Nyange mfano, tunaenda kutoa watawa. Wale watawa wanatakiwa wavae zile t-shirt ili baada ya ibada tunashikwa picha, tunamwambia kwamba watawa ambao tulitoa kwenye seneka ndo wawa, ili na yeye ajue kwamba anachokitoa wale walengwa kinawafikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mtu mmoja anapewa t-shirt kwa ajili ya watawa, anapatia kaka yake. Inaenda hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Sawa, sisi tuna mchango wetu kama kundi la Fondation Huruma. Japokuwa sio kubwa sana, lakini anayetoa kidogo kesho atatoa kingi. Bwana Yesu asifiwe. Shilingi 100,000 hapa ni mchango wetu. Karibu kwa ajili ya Wanaomba angibwe. Angibwe. Kweli ni hero mbocheano, lakini mbele na nene mumona hero mbocheesho sana haki. Wanaomba angibwe. Useni tana kwa nike mama Celestine ale hao acho kanya. Ulono shilingi toa bwana. Wanaomba angibwe. Oni useni tana kwa. Manure ile hiyo mboche, lakini rombocheesho shi ele hani. China la useni talena chimina. Wanaomba angibwe. Ninakutukuza Mungu wetu. Tunakushukuru maana wewe ni mwema na unatupenda na kutujali. Asante Masia mfalme wetu. Wanawake wanaonyosha mikono hawanyoshe kwa bure. Wananyosha kwa ajili ya baraka zako ili zizidi kuwatawala na kuwafanyia kazi. Neema yako Bwana iwatawale. Palipotoka hilo mfalme wetu, kubarikiwe. Rudisha mara tena maradufu. Asante Masia, utazidi kubariki wote ambao wanaonyosha mikono katika sherehe hii. Neema ya Mungu Baba mfalme wetu ili izidi kuwatawala. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tunao. Na itakaofanya huduma Mungu iwe kielelezo. Kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asiwe. Amen. Tunataka tuimbe wimbo. Kwa niombe waombaji tusogee. Waombaji tusogee, tuimbe. Waombaji tusogee tuimbe, waombaji.
Toka hapo. Ay.
Bwana Yesu asifiwe. Naona watu wanasema sana huko. Ikiwa ni furaha ya Bwana, haya ni sawa. Lakini tupunguze